وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجري. Walieni Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Tuko katika furaha kubwa ya kukumbuka takriban karni 15, miaka 1500 imepita tangu hijra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuzawa mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siku nyingi sana, lakini sisi tuna taalluqi kubwa burda madaihi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukiambiwa kama hii niliyoisoma sasa hivi ina kisa kizuri, nikianza nacho dakika zangu chache ambazo kwamba tazungumza na nyinyi katika mapenzi na kuelezea maqam na mazaya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wafanyikazi wengi, wengine wakipelekwa na mama zao akiwa wadogo. Mtume na kukabidhi huyu awe ni wako, ni mfanyikazi wako, akusaidie shughuli zako. Basi alikuwepo mmoja anaitwa Safina. Huyu Safina alikuwa ni mwanaume, si mwanamke, anaitwa Safina. Kwa nini ameitwa Safina? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akiotoka kwenda vitani, akifanya khuruj ila alhurub, yeye ndo anabeba mizigo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa na nguvu kweli kweli. Mizigo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaiweka mgongoni mwake, anambebea mpaka huko anapokwenda, mpaka watu wakamuita Safina kwa sababu Safina linabeba vitu vingi. Sasa huyu Safina siku moja akapita katika pori katikati. Unajua Kiswahili changu pengine nikiko ndani sana, fil ghaba ya daktari atajaribu kutuambia Kisomali kama kuna neno gumu. Sallallahu alaihi Muhammad. Alipita siku moja katika sehemu ya hatari, kuna simba wakali, na akakutana na simba, na simba ana njaa kali, haachi mtu, lakini akamtajia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambiaje? Ya Abul Harith. Simba katika Kiarabu ana majina karibu 50. Simba sitomjua Kiarabu, mara nyingi Asad, lakini ana majina mingi, mojawapo ni Aba Harith. Huyu bwana alipoona mimi nimekwisha, huyu simba ana njaa hivi na ananielekea, sina pa kukimbilia, la manja wala malja illa Allah ni kwenda kaburini tu. Akamwita akamwambia, ya Abul Harith, ana, hapa pigia mstari, ana mimi maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mimi ni katika wale mawali wa Bwana Mtume, wafanyikazi wake, wahudumiekaji wake ambao kwamba tunamsaidia. Yule simba kusikia vile akabadilika, akatulia kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi mara ngapi twamsikia Mtume twahisi nini katika ma shu'uruna fi qulubina, ma shu'uruna idha dhukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'malina wa fi makatibina wa fi auladina wa fi azwajina wa fi buyutina. Shuuri yetu ikoje? Hisia yetu ikoje? Simba mnyama anatajiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njaa inamuishia, tena akawa ni rafiki wa Safina, akawa anamwambia kwa ishara ya mkia, nifuate, kwa sababu unaweza ukakutana na mwingine hata mtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam akakumaliza, mpaka nikutoe kwenye hii pori, nikutoe kwenye hii janga. Akamtoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtoa Safina yule simba mpaka nje ya mji kule ambapo ana salama
kisha akaendelea safina na safari yake, zikatungwa na al-Imam al-Busiri akatuambia, waman takum birasul lillahi nusratu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajimi. Allah Allah. Sababu ya muda nizungumze nukta moja. Baada ya adhana nitaendelea angalau dakika 5, kisha dua tuende tukaswali. Jambo lingine ndugu zangu, ambapo tutafaa tujivunie sisi umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madakati wangu hapa wameeleza kila kitu, hata kama sikipati Kisomali sana, lakini Turi alikuwa akichanganya la Kiarabu na aya za Qur'ani ziko wazi. Fadila Sheikh Hussein ametusomea katika Ali Imran aya 81, wa idha akhadha Allahu mithaqa nabiyyihi lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akumur rasul saddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Katika Qur'ani nzima soma juzu 30 aya 110, sura 114 aya 6636. Kuna aya mbili tu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaamrisha waja wafanye jambo na yeye ni miongoni mwao katika kufanya hilo jambo. Aya ya kwanza ni hii: amewakusanya mitume wote, manabii wote, akawaambia kuna mtumi atakuja, naomba ni wajibu kwenu la tu'minunna bihi wala. Hicho ni kikao cha Mola Subhanahu wa Ta'ala, majlis ya Congress ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na manabii wake wote anawaambia, jamani, kuna atakuja, naomba huyu akija hakikisheni ni wajibu kwenu, mutamnusuru na mutamuamini. Kisha akawauliza, qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, mmekubaliana hii wathiqa, agreement hii mmekubali? Wakasema qalu aqrarna. Kisha yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu akasema qala wa ana ma'akum, qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Almutakallimu huna man? Allah jalla jalaluhu. Sema kama mmekubali na mimi shuhudieni, niko pamoja na nyinyi katika shahada kama hii. Hii ni aya ya kwanza. Aya ya pili, tukienda kwenye adhana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha sisi kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha badaa bi nafsihi mwenyewe, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hatuoni sisi umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna fahari kubwa kwamba lile tunalolifanya sisi la kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam linafanywa na Mola na malaika wake? Hii ni sharafu kubwa, linafanywa na Mola. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna. Tena watu wa lugha ya Kiarabu wanatuambia yusalluna. Hii imekuja katika fi'l al-mudari' alladhi yufidu tajaddud wal istimrar, kila siku, kila mara, na Mwenyezi Mungu hana mwisho. Idhan salatu nabii sallallahu alaihi wasallam mustamirra ila ma la nihaya lah, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kullu nafsin dha'iqatul maut, akasema kullu man 'alayha fa, kisha akasema kullu shay'in illa wajhahu. Naam, kimalizia dakika kidogo la mwisho ambalo kwamba tutaka tuache kama ni ujumbe wa Masjid Nur. Masjid Nur, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kuiangazia nuru, zidi kuitia nuru ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kila atakayefanya bishara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu humpa jaza. Kila anayefanya bishara. Ndugu yangu, hata kama huna uwezo wa kukusanya watu wa namna hii mkafanya bishara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata nyumbani kwako na watoto wako, kaeni mfanye bishara. Mwezi huu usipite bila kufanya bishara ya kusoma angalau kitu kidogo kinachomhusu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jana niko kwenye Iqra usiku, kuna kipindi nawaambia watu, kuna watu walilaumiwa, tusije na sisi umma wa Mtume Muhammad tukalaumiwa na Mwenyezi Mungu. Qur'ani imewalaumu mpaka siku ya kiyama inasomwa, am lam ya'rifu rasulahu fahum lahu. Sisi hatujamjua jamani mtume wetu. Basi kama hujamjua, anza leo mpaka mwakani kwenye Rabiul Awwal kutakuwa na siku 360. Kila siku ukisoma moja la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakuwa mwakani umemsoma mtume vitu 360 vya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho, Nasruddin ad-Dimishqi, moja katika ulama wa umma na hufadh wa ahadith za umma, asema, imekuja katika kisa kwamba Al-Abbas ibn Abdul Muttalib alimuona ndugu yake Abu Lahab ambaye yuko motoni, alimuona kwenye ndoto, akamwambia, ya akhi, vipi hali yako huko? Akamwambia, hali kama tara, naungua, nachomeka, napata adhabu katika moto, isipokuwa kila Jumatatu napewa kijiko cha maji ya baridi. Watu wa motoni, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu asitujalie, sio kuwa hawanywi maji, wanakunywa maji, lakini maji gani? Yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Maji ni ya moto, kila kitu cha moto, kiti cha moto, kitanda ni cha moto, chakula ni cha moto, maji ni ya moto. Hivyo Mwenyezi Mungu atunusuru tusiingie motoni. Sasa anamwambia, mimi niko kwenye tabu, isipokuwa kila Jumatatu huwa naletewa maji kwenye kijiko ya baridi kidogo na kunywa kila Jumatatu. Kwa sababu gani? Kwa sababu alipoambiwa Amina mama yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaa mtoto wa kiume wa ndugu yake marehemu Abdullah, alifurahi. Aliletewa taarifa na nani? Na Fuwaiba, alikuwa mfanyikazi wake, mtumwa wake. Akamwambia, umeniletea taarifa ndugu yangu marehemu amezaliwa mtoto wa kiume, mashaallah, nawe nimekuacha huru kwa kuniachia mimi taarifa hii nzuri. Kila atakayembashiri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapatiwa jaza hapa hapa. Fuwaiba alimwambia Abu Lahab mtoto amezaliwa nyumbani, akamwacha huru. Sayyiduna Isa alipombashiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya imesomwa hapa, Mwenyezi Mungu akampa jaza, akasema bar rafa'ahu Allahu ilayhi, bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Aliposema mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, Mwenyezi Mungu akampa mjaza, akamwambia, wewe hufai kukaa huko, njoo kwangu, njoo kwangu. Saidina Idris amerufaishwa, lakini sio ilayhi, yeye ni makanan aliya, tofauti na Saidina Isa. Ukifanya kazi ya Bwana Mtume, Mwenyezi Mungu atakunyanyua kwake kama Saidina Isa alayhi salatu wassalam. Huyu akamalizia na shairi, nikimalizia sema, idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhalladan ata annahu fi kulli yawmin ithnain daiman yukhaffafu anhu bisururi li ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Abu Lahab ni mtu wa motoni, kila Jumatatu anapata takhfifu katika adhabu kwa sababu ya kumfurahia mtume. Mimi na wewe ambao si katika watu hao, insha Allah, tukiwa na furaha ya bwana mtume tutapata neema za kiasi gani? Sallallahu alaihi wasallam, baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khair. ارفعوا أيديكم يا معشر الحاضرين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، آمين. يا من إذا رفعت إليه أشرف العافية، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحادية، آمين. وأن يكون له فيها نظائر
واشبا آمين يا من تفرد بالبقاء والخير والأزلي آمين يا غير ولا يعول على سواه آمين يا من استند الألم يا قدرة القيوم يا الله آمين التي أزاحت بظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورة وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعة المناقي والخصوصية الذين استبشروا بالنعمة وفضل من الله آمين أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وأن تنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مذلهمة وبلية ولا تجعلنا ما نهواه هواه وتذن لنا من حسن يقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرا وتعم جمعنا هذا من خزائن مناحك السنية برحمة المغفرة وتبدي مع من سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقام ومزيا ولكل راجل ما أمل وفيك رجاه وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعدم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة راخية وأسقنا غيثا يعم صيام صيبه صبصب والربا واغفر للناس جهد البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر بن زيد نسبته ومنتمى أعقل الفوز بقربك والرجاء والأمنية اجعل مع المقربين مقيله والسكنى واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيه وكاتبها وقارئ ومن أساق إليها سمعه وأسرى اللهم وصل وسلم على أول قابلة جلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وآله ما شرفت الأذان وسويد الريب بأغراض جوهرية وتحلى صدور المحافل المنيفة بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة